We worship you. We adore your name, our God and our Father. We want to thank you because victory belongs to you. Amidst the temptations and the attacks of the enemy, we trust in your power. So Lord, I want to pray in a special way that your power may be manifested in this congregation. That Lord, the enemy may not find a place in our hearts. That at the end of the day, glory and honor will be unto your name. May you sanctify our thoughts, sanctify our hearts, sanctify our bodies to the glory and honor of your name. Who is like you, God Jehovah? We want to thank you, God. May you manifest your power in this congregation. I believe and trust that Jehovah, that which you planted and you planned for us to hear this afternoon, it will come in the stillness of thy voice to the glory and honor of your name. Forgive us, all of us, our sins, our trespasses. If there is any unconfessed sin, Lord, this afternoon, we ask you in the name of Jesus Christ, may you forgive us. Thank you for forgiving us. Thank you for accepting our worship. We trust in your power and in your victory. It is our prayer in Jesus' name. Amen. As I have said earlier, that the Lord is here with us. Bwana yu pamoja nasi. Maana yeye ni Emmanueli, hakuna lisilowezekana mbele zake. Wakati mchana wa leo kwa upesi sana tunaenda kuangazia neno letu kuu tunapomalizia mikutano yetu linalosema ya kwamba walking in perpetual victory over delay. Kutembea katika hali ya ushindi na kushinda kukawia. It is a continual, ni jambo ambalo halikawii, jambo ambalo sio la kuiza mwisho, lakini kutembea katika uhalisi wa ushindi, maana Kristo ametupa ushindi. Katika wiki hii nzima tumekuwa tukisema ya kwamba kama kuna kitu ambacho kimeangamiza maisha ya vijana wengi, kimeangamiza watu wasifikie misho na matamanio ya maisha yao, ni chelewa. Tukasema mambo manne ambayo yamefanya watu wengi kukawia katika dhambi na kukawia katika raha za dunia hii. Jambo la kwanza tukasema kuna mambo ya kiroho ambayo shetani ametawala ulimwengu na ameteka watu wengi mateka. Na kwa sababu ya hizo nguvu watu wamekawia kufanya maamuzi ya kumwishia Yesu Kristo. Jambo la pili tukasema ya kwamba lack of preparation, watu hawajajiandaa katika kufanya kazi ya Mungu na vile Bwana amewahitaji. Jambo lingine tukasema ya kwamba watu wengine wamekosa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya kutotii na dhambi. Kutotii na dhambi ikawazuilia wana wa Israeli kuwa utumwani miaka 70 kwa sababu ya kutotii. Na tukasema ya kwamba mambo ya kukana sauti ya Mungu, rebellion, imezuilia watu wengi kufikia mwisho wake. That is the reality of delay. Uhalisi wa kuchelewa unakukawisha wewe, inaleta mashaka, inapanda mbegu ya kutotii neno la Mungu ama ya kutomwamini na kutoamini uweza wa Mungu. Mambo ya chelewa. Tukasema ndiyo kuna chelewa katika hali ya maisha, lakini kuna jambo ambalo Mungu angelipenda uweze kulielewa, ya kwamba yeye sio mwanadamu akaweza kudanganya. Ndio maana namwambia nabii Ezekieli, waambie wana wa Israeli, ambia nyumba ya Yuda ya kwamba mimi Mungu nilisemalo halitakawia, maana litatimia. Tukaona ahadi ambazo Bwana ameziahidi akizingatia neno lake. Je, wewe umeketi kwenye mkutano huu? Wewe unayesikiliza habari hizi, ni mara ngapi umekosa kuamini neno la Mungu? Ni mara ngapi umekosa kusikia sauti ya Mungu
anapokuita, anapokushauri. Tukasema ya kwamba we can break free from delay. Bwana ametupa namna ya kumshinda mwovu shetani, maana chelewa na ngoja haitokani na Mungu vile tulivyotazama. It is not God's desire that his children continue to linger or to tarry or to delay in sin. Because the greatest problem of the world is not money. The greatest problem in the world today is not joblessness. It is not another thing that you are thinking about. But we learned that the greatest problem of the world today, it is sin. And because sin has his own king, that king has taken rule and control over the lives of men and women in the world today. That is why, because the devil is in you, you cannot be happy to see your sister, your brother, your cousin prospering in this world. Because of sin, you cannot accept the promises of God in your life. Amepanda mbegu ya kuwa na mashaka na chelewa katika kusikia neno la Mungu. Kwa sababu ya dhambi na kwa sababu mfalme wa dhambi ametawala maisha ya wengi, ndio maana tunaona watu wanauana, ndugu kwa ndugu, dada kwa dada, mama kwa baba, watu wanauana kwa sababu ya dhambi. Lakini Kristo akasema ya kwamba mbinguni na duniani, kitabu cha Mathayo 28:18 hadi 20, akasema ya kwamba uweza wote mbinguni na duniani nimepewa, na huo uwezo ndio anakutuma nao, na ndio ananituma nao, ili tukaweze kuenenda ulimwenguni. Na kazi tunayoenda kuifanya ulimwenguni ni kuwafanya wengine wanafunzi. Je, wewe uliyekuja hapa na matarajio yako na makusudi yako, wanafunzi unaowafanya katika kongamano hili la vijana ni wanafunzi wa namna gani? Maana wewe umetumwa ukaweze kuwafanya wanafunzi wengine wa Ibilisi. Lakini nataka kukuambia dada yangu na ndugu yangu, ikiwa umekuja kwa mtazamo huo, Bwana akutane nawe. Maana sisi hatuna uwezo, lakini ule uwezo tulionao ni ule ambao Kristo amesema ya kwamba mbinguni na duniani amepewa uwezo. Na kwa hayo mamlaka na uwezo ndio ametutuma ulimwenguni kuwafanya wanafunzi wengine. Wewe kama unafanya wanafunzi wengine kwa njia zako, tukasema ya kwamba Bwana ametupa uwezo. Na ndipo tukasema ya kwamba ikiwa watu wangu wataomba persistent prayer, you can easily break from the chains of the enemy. How is your prayer life as a young man? How is your prayer life as a believer? Are you consistent in seeking the face of the Lord? We have the weapon of faith and perseverance. Imani, ndio Yesu alisema ya kwamba kama Mungu alikuwa na imani kama chembe kama kambegu kamihadara, kuna mti unaitwa mustard seed, ungekuwa na imani kama hiyo, hicho ambacho kinakusumbua ndani yako, ukiwa na imani utahamisha hiyo milima. Lakini wewe bado ungali uko katika chelewa zako na ngoja zako, ili hali haujui ya kwamba shetani amekuteka nyara. Lakini Kristo anasema ya kwamba kitabu cha Yohana 1:12, kitabu cha Yohana 1:12, Yesu anasema nini? Yohana 3:11, Yohana 1:12 anasema nini? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya nini? Uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale
walioliamini neno lake, walioamini jina lake. Wapendwa, you cannot break free from delay. You cannot walk in perpetual victory over delay when you are still doubting the power of the word of God. We said that as young men and women, we need to trust in the word of the Lord. Your trust, my trust, will not come from listening to the latest music in the world today. Your faith will not grow by knowing what is the topmost football team in the EPL. Your faith will come by hearing the word of the Lord. Hivyo ndivyo, hiyo ndio itakayokuwa chanzo cha imani yako. Lakini wewe unayoyasikiliza, unayoyaona hayawezi kukujenga, yanazidi kukuvuta mbali na Mungu wako. Delay is one thing, or breaking delay is one thing, maintaining victory is another. Ndipo unaweza kuwa umevunja nira ambayo shetani amekufunga nayo. Ndio utakuwa umeivunja, lakini je sasa, maana bado tungali katika uso wa dunia ambapo pana dhambi, pana changamoto. Je, unaweza kutembea katika ushindi huo ama bado leo hii? Maana juma nzima umekuwa kwenye kongamano, utasikia kwamba umekuwa kiroho, lakini kuanzia kesho jioni utaweza kutembea katika ule ushindi ambao Kristo amekupa? Hilo ndilo swali ambalo ningependa tuweze kulitazama, na nikupe vipengele 4 ama 3 vitakazo kusaidia wewe kutembea katika ushindi hata kipindi bado tungali katika uso wa dunia. Jambo la kwanza ambalo nataka ulifahamu ni hili linalosema ya kwamba, samahani, I'm going backwards again. Remaining in God's presence daily. Young men and women, both old and young, if you want to maintain walking every day in victory, you need to remain in the presence of the Lord. In the way you eat, remain in the presence of the Lord. In the way you walk in the streets, in Kisii town, and in Nyamata town, in Kiogoro, anywhere, you need to remain in the presence of the Lord. Even when you are texting your sweetheart or your spouse to be, you need to remain in the presence of the Lord. Even when you are going to that salon to do your hair, to do your nails, to do a body massage, young men and women, high time we remain in the presence of the Lord. Even when you are going to that kinyozi to do your hair, young men and women, you need to remain daily in the presence of the Lord. So that you can remain in the presence of the Lord, you need to stay connected to Him for continual progress in your victory. John chapter 15, verse number 5. John chapter number 15, verse number 5, Mswahili. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu, nami ndani yake, huyo uzaa sana. Asante. The Bible is very clear that for you to remain walking in perpetual victory every day as a young man, you need to remain and abide in Christ Jesus. That is why Christ is telling you, your boyfriend is not the vine. My husband George is not the vine. For me to walk continually in perpetual victory, I need to abide in the true vine.
na mzabibu wa kweli. Yesu amesema ya kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli. Number 2, in remaining in God's presence, you require to seek his presence. Lazima utafute uwepo wake. Uwepo wake haupatikani kule mnaenda kupiga kabafu kamoja. Uwepo wake haupatikani sijui. But for us to remain daily in the presence of God, we need to seek him. Many of us, we've sought love first before God. Many of us, we've sought material things before God. Many of us, we've sought education before God. Many of us, we've sought positions before God. But for you and me to remain walking in perpetual victory while in this world, we need to seek God. Matthew chapter number 6, verse number 33. Lakini kwanza utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine unayoyatafuta atakuzidishia. As we continue to remain in God's presence and to walk in perpetual victory as young men and women, we need to develop close personal relationship with Jesus. Tukaweze kujenga na kukuza uhusiano wa karibu na Yesu Kristo. Yohana 15 mstari wake wa 4. Yohana 15 mstari wake wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu. Young men and women, without remaining in Christ Jesus and Christ Jesus remaining in you, you cannot walk in perpetual victory. Hauwezi kutembea katika maisha ya ushindi. Ndio maana wengi wetu, maana tunaingia kwenye mahusiano pasipo na kumuuzisha Yesu, mahusiano yetu yanavunjika. Yakivunjika, watu wanasononeka mioyo, watu wanaumia, watu hawali chakula, watu wamesha, kwa sababu they did not develop, because they did not develop a close personal relationship with Jesus. As we walk in perpetual victory and are seeking God's presence in our lives as young believers, we need to depend on his strength. Lazima tukaweza kutegemea uwezo wake. Ndio maana nikakwisha kusema ya kwamba Yesu anasema ya kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, na kwa hayo mamlaka ninawatuma. Ikiwa Kristo alitambua changamoto zinazoonekana duniani, akajua wanafunzi hawa hawawezi kutembea pasipo na uwezo wangu, akawaambia ili mkaweze kuenendeni, ninawatuma sio kwa uwezo wenu wenyewe, lakini nawatumeni kwa uwezo wangu. Ndio maana Paulo anaandika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 12 na mstari wake wa 9 akisema nini? Wakorintho wa pili sura yake ya 12 na mstari wake wa 9. Ili uelewe ya kwamba wewe kama kijana, mimi kama mtu, mimi kama muumini, siwezi kutembea na kiwa na ushindi duniani pasipo na kutegemea uweza wake. Biblia inasema, haya akaniambia neema yangu ya kutosha,
maana uwezo wangu utimilika katika udhaifu. Wewe una udhaifu ambao unauelewa vizuri. Kabla ama as instead of depending uwezo wa Yesu, because you know your weakness, you are going to share it with your boyfriend. And when you share it with your boyfriend, he's going to make it a stepping stone to pull you down. When you realize your weakness, instead of going down and calling upon the name of the Lord, I don't know what you depend upon. But my call and our message for us to remain in the presence of the Lord is to depend on His strength. That is why Paul thought that he can make it. But the Spirit of the Lord came and spoke to him that you cannot do it by yourself. Maana Paulo alijaribu kwa uwezo wake kutenda tendo lililo jema, anajikuta anatenda lililo baya. Ukisoma kitabu cha Korinto wa kwanza, kitabu cha Warumi 7 mstari wake 21 hadi 24, anajaribu kulitenda lililo jema lakini haliwezi, kwa sababu alitegemea akili zake. Ndiyo aliketi miguuni pa walimu walioheshimika duniani, akiwemo mwalimu Gamaliela, lakini hangaliweza kutegemea uwezo huu. Ndio maana nasema ya kwamba ninapojaribu kutenda lililo jema, najikuta natenda lililo baya. Lakini 7:24 anasema nini? Usikie vile Paulo anasema. Warumi 7:24, ole wangu maskini mimi, nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Akasema Wakorintho wa kwanza 15:57. Paulo anauliza ya kwamba ole wangu mimi maskini, maana nimejaribu kutembea katika ushindi lakini siwezi. Ole wangu mimi maskini, nani atakaye niokoa na mwili huu wa kufa? Na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:57, lakini Mungu na ashukuriwe wapendwa, afanyaye nini? Atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Young men and women, and even the old one who are here, there is no way out. We can walk in perpetual victory every day in this life without depending on His strength, pasipo na kutegemea uweza wake. Wengi waliotegemea uwezo wa mwanadamu ulifika mahali ukakwisha. Wengi waliotegemea hekima yao ilifika mwisho. Wengi waliotegemea viongozi wao walifika mwisho. Lakini na ashukuriwe Mungu atupaye kushinda. Lakini na ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kupitia kwa Yesu Kristo. Anasema ya kwamba ili uendelee kutembea katika ushindi kila siku katika maisha yako, you need to endure in faith. Mambo ya imani tena inajirudia. You need to endure in faith. Kitabu cha Waibrania 10:23. Waibrania 10 na mstari wake wa 33. Basi ili wewe na mimi tuweze kutembea salama katika hali ya ushindi, basi na tulishike sana
ungamo na tumaini letu lisigeuke. Wapendwa, ulianza kwa imani vizuri. Ulipoona kawia imefika, ukaacha tumaini na ungamo lako. Ulipokuwa unabatizwa, ulikula kiapo, ukasema ya kwamba Bwana nisaidie, mwili wangu uwe hekalu takatifu, sitakula wala kunywa chochote kilicho najisi. Lakini leo hii hauwezi kulala pasipo na kula, kwa kutazama, hata kwa kula, literally eating that which is forbidden. Ulipoanza imani, ukakula kiapo, ukasema ya kwamba nitamwamini Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini leo hii unakana Mungu Mwana si Mungu, unakana Mungu Roho si Mungu. Ulipokula kiapo, ulipoanza imani, ukakula kiapo ukisema ya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu katika zaka na sadaka. Lakini leo hii mshahara ukishaingia, mambo ni mengi. Ulipokuwa unaanza imani, ukakula kiapo ya kwamba nitazitunza sabato za Mwenyezi Mungu. Ulipoanza salama, ukakula kiapo hizo zote ambazo unazifahamu. Basi rudia tena. Basi wapendwa, na mulishike sana ungamo la tumaini lenu lisigeuke. Maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Ndio maana tumekuwa tukizingatia ya kwamba behold, I no longer tarry. Yeye ni mwaminifu, hatakawia tena. As we walk in perpetual victory over delay, we need to stay committed to kingdom service. Tusalie kuwa watumishi ama watenda kazi katika ufalme wa Mungu. Kuna falme mbili, sijui wewe unatenga ufalme wa nani? Ili tukaweze kutembea katika hali ya ushindi siku baada ya siku, tunahitaji kutembea tukiwa tumesalia katika kutenda kazi ya kujenga ufalme. Na ufalme tunaoujenga sio ufalme wa dunia hii. Maana mfalme wa dunia hii ambaye ni Ibilisi. Tusome kitabu cha Kutoka. Malaika anakuja kuambia wana wa Israeli, kumwambia Musa mambo haya. Nanyi ili mkaendelee kutembea katika hali ya ushindi, nanyi mtafanya nini? Mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Young men and women, how can we continue walking in perpetual victory in this life? Is to stay committed to kingdom service. That is why Musa anaambiwa ya kwamba ili wana wa Israeli waendelee kupokea ushindi wa Mungu, ili wapasa waweze kumtumikia Mungu. Maana Bwana aliahidi ya kwamba mtakapoendelea kunitumikia katika ulimwengu huu, nitabariki mkate wenu, nitabariki maji yenu, nami nitaondoa magonjwa yote miongoni mwenu. Yesu anasema, it is so comforting to know that God is not bound by our human limitations.
He operates outside of a time and has the divine power to help us walk in perpetual victory in our journeys. It is only when we are committed to stay in building his kingdom. He says that I'll bless your bread. I'll bless your waters. I don't know what kind of bread you want God to bless for you today. I don't know what kind of waters in your life that you need God to bless for you. He says that I am not bound by time or human limitations. If only we can be committed to his kingdom, he's going to bless us. Staying committed to kingdom service will enable us to keep walking in perpetual victory over delay. For God's word will be fulfilled as he promised. Keep confessing God's promises. As we build our faith day by day, tunapoendelea kujenga imani yetu siku baada ya nyingine, kama vijana na kama waumini, maana shetani ameinuka, anakimbia hapa na pale kama simba ngurumai, ili ukaweze kumshinda na kutembea katika ushindi usio na mwisho, ni uweze kukiri ahadi za Mungu. Unapoangalia kitabu cha Methali 18:21, kitabu cha Methali 18:21 inasema nini? Endelea msomaji. Na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima hii mdomoni mwa nani? Mdomoni mwetu. Na wale waupendao watakula matunda yao. Keep confessing God's promises in your life. There are many promises in the word of the Lord. Kuna ahadi ambazo ni nyingi katika neno la Mungu, ambazo ziko kwako na kwangu tukaweza kuzidai, maana yeye asemaye ni mwaminifu. Mbona kijana ukawie, ili hali Bwana amekupa nafasi ya kukiri ahadi zake. Kitabu cha Luka 1:37 in my translation says that for no word from God will ever fail. Hakuna neno kutoka kwa Mungu linaweza kushinda ama linaweza kushindwa. Lakini Yesu ana uwezo wa kuyatimiza na kuyafanya mambo katika maisha yako. Wewe kijana, unangoja nini? Elders, come and pray. Pastor Nduso, come and pray. Elder Umbasa, come and pray. Just pray. Come and pray. Let us pray. Lord and Father in heaven, we praise you for your wonderful. You speak through human lips and tongues, Lord. You give human beings a good language and a voice that can reach the hearts of your people. Come now, Lord, and reveal yourself unto us as we are moving with these wonderful messages. Lord, destroy the works of the evil, that you may found space in our hearts. Through the Holy Spirit, Lord, burn in us and uplift our hearts. Please and continually your own purpose for our lives. For me, your will be done. Rescue any one of us who is entrapped again by not listening, Lord. Speak, give us a clear voice and tone, for we pray and believe in Jesus' name. Amen. Thank you. God bless you, my pastor. The word of the Lord says that for no word from God will ever fail. Hakuna neno
litokalo kinywa cha Mungu litakosa kutimia. People of God, we need to pray. People of God, we need to pray. Elder, come and pray. Come and pray. Come and pray. Do a prayer. Please pray. Tusabe uyoro mwanchwa omwacho tatanya sai we karanste garugo kyo bonene oyitokuro kwa sitaliae insa yabere nyasawe twakurangira mu basobono tuko gwagira miyamuna sege cyobre ndiwa aho yakubwe mambe nyasawe tu nambi yamuno munyamabera manga sege cyoga ndata utumye musumbo Pastor Damacline sege nyasawe yakandingana liao kukia sabana bao nyasawe yale ngobo wanjye utumyamabera manga twakira twesta toitori guru bingere nyasawe nikogoro abasoro munyamabera mange otwangire nyasawe ito iswa chinga yito munyamabera mange na kene amari nyasawe ito tokirere kengima tubanda suru tato itori guru munyamabera mange yandira ko musumbu nyasawe chinguru mutumbuke nyasawe rawera awena tato itori basukuri alero na tato itori guru omoiko mo munyamabera mange tori maso musangire kano tato itori guru ikanya sawe ito sanga mento munyamabera mange ende tato itori guru twensi duskano kase guru kyo bana sawe ito chingu nyasaye chabrecha tuasere nyasaye ya Yesu chingu nyasaye somo sangere kano tato itori guru uwanja ko nyasaye ko korete amaraika kama chingu munyamabera mange aita nyasaye senyombeye poro kase yao koronsi nori kete asneso Kristo uyuru mutoyo ito. Amen. Amen. Kitabu cha Isaia 54 na mstari wake wa 13 hadi 17. Kitabu kia Isaia 54 tusome gochakira kusoma kwa 14 hadi 17. Inasema kwamba utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana hautaogopa na mbali na uovu, kwa maana haitakuharibia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba mfunzi akuvutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yangu katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Abana ba Nyasaye, the Bible reminds us that as we walk in this life, we need to walk in perpetual victory. And we cannot walk unless we confess God's promises. Ameahidi ya kwamba hakuna neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu litakosa kutenda ama litakawia. Paulo anasema ya kwamba I can do all things through Christ Jesus. Ahadi ambazo unastahili kuzidai mbele za Bwana ili Bwana akupe ushindi dhidi ya changamoto za maisha haya. Kitabu cha Zaburi 40:1-3. Ahadi ambayo utakayoisema ikupa matumaini ya kumtazama Yesu Kristo. Daudi
anaandika akisema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu na kutoka udongo wa utelezi, akanisimamisha miguu yangu mwambani. Bwana ako tayari mchana wa leo kusimamisha mtu mwambani. Nani yule ambaye ombi lake ni ya kwamba Bwana amtoe shimoni? Mimi sijui shimo ambayo unatembea. Mimi sijui umetembea na umesimama katika udongo telezi ya namna gani. Lakini mchana wa leo Yesu yu tayari kukushika mkono, wewe kijana unayetembea katika udongo telezi, ambaye uko katika shimo ambayo shetani amekuteka nyara. Mchana wa leo, choristers come. As we sing our theme song, I want to invite that one person, that one young man who is praying and pleading with heaven that he may get him out of that pit, that which the devil has thrown you out into. I am pleading as the choristers will be singing. I'll be waiting for someone who is praying that God may take him out of that pit. Whether you want to get out of that pit through baptism, you come to my left side. If there is one person who wants God to walk with him in perpetual victory in his life, and he desires baptism, you be on my left. And then there's a young person who desires God to carry him or her to walk in perpetual victory in that pit, from that pit, kutokana na lile shimo ambalo umelijua. Ni shimo la mahusiano, ni shimo la kuwa na mashaka ya neno la Mungu, ni shimo la kutokuwa na imani, ni shimo la kutokuwa na matumaini ya maisha. Nao watakapokuwa wanaimba, utembee, usimame mkono wangu wa kulia, kisha tutaomba pamoja. Get the point. Take a step forward.